Unajua iko hivi, kabla hujaanza kushabikia mpira, jiulize mpira unaojua? Si unanielewa? Tunaojua mpira tulikaa chini tukaangalia. Na hadi kafikia hatua nikasema pale Amani Zanzibar hatuna uwezo wa kupata goli 2 au kumfunga yule mtu. Kwa nini? Hajawahi kufungwa kwenye haya mashindano goli 3. We nani ukamfunga? Mbona amefunga goli na limekataliwa? Offside. Tuanze kuchambua matukio moja kwenye mchezo. Red card ya Yusuf Kagoma ni halali? Halali kabisa. Halali. Unajua marefa wa kibongo wanatuharibia wachezaji, wanatuharibia sana. Kwa sababu wachezaji wa kibongo, Kagoma alikuwa na uwezo wa kucheza faulo zaidi ya 10 kwenye mchezo mmoja. Hata njano hapati. Nikawa nasema ikitokea refa yuko serious, huyu atatoka na umeme. Ndio maana Yanga alimwacha mchezaji mdogo yule. Kwa sababu nisikilize mimi. Wewe uko kwenye finali, si ndio? Umeshaonywa kwa kadi ya njano mara ya kwanza. Vile kuingia mvunguni, unaingia unatafuta nini? Ukiangalia mchezo tu, Simba tumeukamata. Sijui unanielewa? Simba tumekamata mchezo. Unaingia mvunguni kutafuta nini? Wale ni marefa wa kafu. Wanasema refa alikuwa upande wa RS Berkane. Refa amechezesha haki bin sawia. Yaani huyu refa anafaa akachezesha hata fainali ya kombe la dunia. Nani anasema refa amependelea? Refa yuko sawa, refa kanyoka. Kadi zimemwajika kote. Sema wale Berkane walikuwa wanatuliza tempa. Si unanielewa? Watu wanang'ang'aniana, unamng'ang'ania Mwarabu. Nimeona pia mmeng'ang'aniana nyinyi kwa nyinyi Kamara na nini? Ndio ujinga ule. Ndio ule ujinga walisemaje? Atakaye husika kuhujumu matokeo tutamng'ang'ania. Kwa hiyo nani kahujumu? Kamara kahujumu, unajua ameng'ang'aniwa na Ngoma. Sikang'ang'aniwa. Unapigana nyie kwa nyie. Yani mambo gani hayo ya kitoto? Unadhani pressure ndio ilikuwa inasababisha pengine Simba labda kufanya matokeo yale? Kwani wewe Scope ulifikiria matokeo yatakuwa matokeo gani bwana? Na usinicho shinde amfunge nani? Hii timu nisikilize. Hii timu kibongobongo tulikuwa tunabeba tu na marefa. Lakini hii timu hatuna uwezo wa kumfunga Berkane. Dakika 90 on target moja. Sio on target moja tu ya goli. Dakika 90 on target moja. Sasa utasema unasemaje? Washambuliaji au la? Washambuliaji sio uzembe. Walichokionyesha ndio kilicho chao. Yaani kiwango chetu pale ndio kimeishia. Sasa unataka upambane na nini? Wale Berkane hata hivyo tuna Mungu. Wallahi vichwa. Naomba nikusaidie, sio Mungu tu. Naomba niwaambie jumla, sawa? Tumeokota pale uwanja ule wa Amani, sawa? Pameokotwa vichwa vya paka 3. Umenielewa? Irizi 18. Na vidole 6. Utajua wewe sasa. Ndio hiyo iliyosaidia kidogo sasa matokeo. Ina maana wachezaji walikuwa wameingia pale uwanjani wakiwa na imani kwamba tunashinda kutokana na zile imani za kishirikina ambazo takuwa ni mwenye vidoni nimeona vichwa sio vichwa vilikuwa vingi 3. Tulipaswa tujiandae sana ndani ya uwanja kuliko nje ya uwanja. Kujiandaa ndani ya uwanja tumefanya nini kaka? Tunalukaluka tu uwanjani. Finali hii na utofauti gani na finali ambayo alicheza Young Africans msimu wa 2023? Finali hii bana, finali hii Yanga alishinda. Tumeshinda sisi kabisa, alishinda ugenini. Tumetoka kanuni ndio imewatoa. Kanuni timu ngumu kama Berkane. Berkane ni mbabe jamani. Ifikie pahala tukubali. Berkane ni bingwa wa Morocco. In football mwenye hadhi yake apewe. Berkane anafanya kazi nzuri na kazi kubwa na amedeserve kuwa bingwa. Sasa kaulia hii tunabeba mnaipeleka wapi? Mimba. Mimba. Hii tunayobeba labda tubebe mimba. Nishawaambia Simba atakachobeba msimu huu ni mimba. Na kama kuvaa tutaisha medali ya CAF. Ndio tutakachoambulia msimu. Hamna kombe lolote litakayokuja Msimbazi. Hii timu inapepewa na marefa. Mimi kila siku nawaambiaga watu. Leo refa alikuwa amenyoka. Refa kanyoka, unatumefanya nini? Red card. Na ule Kagoma. Kama ingekuwa NBC marefa wamenyoka. Alikuwa na red card zaidi ya mara 5. Goli la RS Berkane nani alaumiwe? Uzembe wa wachezaji wetu kwa sababu wameanza kulalamika mpira hujatoka. Refa hajapiga filimbi, unamlalamikia nani? La Watanzania wote wanasema lawama ni kwa refali leo. Refali hajapiga filimbi, si ndio? Mpira hujatoka. Wewe unachaje kucheza unaenda kulalamika? Watu wametumia advantage, wameenda wamefunga. Wana deserve, ule ni ukubwa wa mashindano. Atakuwa amekata tamaa. Tayari sio kata tamaa, hadi moyo umekufa. Yaani ukasema kwamba msimu mtambulia medali ya CAF tu. Yaani nimeangalia timu inavyo flow, wachezaji wanavyopambana, viwango vyao, umeelewa? Uwezo wa mchezaji mmoja mmoja nikaona equality. Hata Singida hatuwezi kumfunga. Kwa hiyo nikagundua kabisa msimu huu tutaambulia medali. Na tunarudi sasa Bongo. Ngoja nimalizie story. Tulia kwanza. Ile story niliwaambia kwamba tutafungwa kule, tutakosa kombe, wachezaji unanikumbuka watarudi kuwamelegea. Kitakachofuata ni nini?
unapumzika siku moja, ya pili Singida Unaya anatukamua tena. Wameshairisha hiyo. Wameahirisha mechi. Mechi ya 28 hatutaki. Imeahirishwa. Hatutaki. Nakupa hizo za chini ya carpet. Mtale kama Lionel Messi vile. Nisikilize, amefanya nini? Mimi sijaona alichokifanya. Alafu kagoli kamoja, kale goli liko wazi, hata mimi nafunga. Berkane amewasaidia sana Yanga. Berkane amewasaidia sana. Leo furaha. Yaani Berkane ameshinda, lakini Berkane hana raha kama Yanga. Mchome, kilichouma zaidi, wanajua kabisa hapa Tanzania kuna wakubwa wenzao Young African, alafu wametoa na ratiba hii hapa. Hebu soma wasiojua wasome. Ratiba ya mnyama Simba baada ya kuchukua kombe la CAF hapo nyumbani. Jumatatu kombe litapokelewa Ikulu ya Rais Hussein Mwinyi Zanzibar. Jumanne kombe litapanda ndege kuelekea Dar es Salaam na kufikia Ikulu ya Rais Samia. Jumanne hiyo kombe litaelekea makao makuu ya Msimbazi na kulala hapo hapo. Mkesha mkubwa utafanyika hapo. Jumatano kombe litapelekwa Bungeni. Ratiba walioisoma sasa tumuulize Mchome wanaifanyia nini sasa? Ratiba iko pale pale. Kuna kombe alikuwa nalo Kisugu, wanazurula nalo. Ratiba kombe, sikilizeni. Kombe si tunalo. Tuliliweka pale mbele, tukawa tunapiga nalo picha, kombe tunapiga salute. Nikasema ule ni uchimvi. Uchimvi ule ni uchuro, kwa sisi watu wa Kigoma tunaelewa. Uchuro ni kuitakia mabaya timu. Utaki mema, unawekaje kombe wewe Mungu? Unaenda kuweka vichwa vya paka uwanjani. Berkane ametegua mitego dakika za jioni. Na unajua nani aliwaambia Berkane kuna uchawi pale uwanjani? Niwaambie. Ogopa sana maji yaliyotulia. Ogopa sana maji yaliyotulia. Sijasema kauli ya nani. Nimesema hivi. Ogopa sana maji yaliyotulia. Ogopa sana maji yaliyotulia. Simba ni lile likubwa mpaka watu wanashirikiana kiasi. Yani kwa hivi Berkane kupata msaada kwa Yanga sio kosa. Kwa nini? Si watani na sisi. Ruksa. Sasa uzalendo uko wapi? Uzalendo umeona tulivyopigwa uwanjani. Uzalendo bwana samahani. Hebu nimesahau kuuliza. Hivi hujaona uwanjani mashabiki wa Yanga wanavyofukuzwa wanaondolewa nje? Na sisi tunasemaje? Yale mlioyaanzisha yale kupitia kwa yule mzee wenu na msemaji wao. Sasa hili ni deni tutalilipa. Yaani wanajua kabisa Yanga tulivyo wakorofi. Hili deni tutalilipa sisi. Wewe kutufanyia hivi kweli Mchome? Yaani mimi imeniuma sana. Imeniuma kwa sababu mimi ni miongoni mwa shabiki na burudika sana Yanga akicheza na nahudhuria mechi za Yanga. Kwa kweli nimeumizwa na kile kitendo na sijapenda. Unamtoa shabiki nje dakika za mwishoni. Alaumiwe nani hapa? Umetoa mashabiki wa Yanga, haya wametoka. Mbona tumefungwa sasa? Mashabiki wa Yanga sio kigezo cha Simba kutokupata matokeo. Hizo ni imani za kijinga. Waliamini pengine wanaweza kuwa wamekuja na vitu vyao. Haya wametoka. Maokoto anaweza kuwa na kamati yake ituma. Haya wametoka sasa. Tumeenda pale uwanjani tumewatoa mashabiki wa Yanga. Kilichofuata wala usipepeche macho. Kamati ni kweli tumeituma kwa sababu walianza wenyewe. Waliingiza mkono kwenye mechi yetu ya hapa na MC Alger na tuliwaambia jamani, haya mnaoanzisha sio mazuri, wakatubishia. Kamati kweli tumeituma kule na imefanya kazi nzuri sana. Ukipata muda wako nifuate nitakwambia. Na matokeo niliwaambia watu wote kabla kwamba matokeo yatakuwa ni 1-1. Baada hapa sasa shughuli inaelekea wapi Mchome? Siku inaishaje? Mechi ukweli kwangu hapa leo ndo kwanza naanza. Ndo tunaanza upya.